Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haya, hebu tusimame kwa miguu yetu, tusimame kwa miguu, simama. Haya, makofi. Yeah.
Kama kwa yetu. Bwana Yesu asifiwe. Maseno University, Bwana Yesu asifiwe. Mwendeni kwa Bwana Yesu asifiwe. Jina Jesus
iko na letters 5. That is J, E, S, U and S. Bwana Yesu asifiwe. Now when I say give me J, what do you do? Give me J. Give me J, J. Give me J, J. Give me E, E. Give me E, E. Give me S, S. Give me S, S. Give me U, give me U, give me S. Now give me what? Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Give me what? Jesus. Karibu kwenye neno takatifu. Bwana amenituma na neno moja, ya kwamba nikawaambie mimi ni Mungu wa urejesho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tusimame. Mimi ni Mungu wa urejesho. Fikiria kuhusu hiyo. Na amesema anaweza rejesha kila kitu. Anarejesha siku ya leo. I'm singing this stanza. Utamkaribisha Meja aombe neno. Utainua tu mkono wako juu useme anaweza. Anaweza Bwana. Anaweza. Anaweza Bwana. Sing. Anaweza. Vyote vilivyopotea Mwenyezi Mungu msimu huu unaenda kurejesha. Neno hili lije na onyo. Neno hili lije na msisimuko mpya. Neno hili lize to encourage us, ili Bwana majeshi tuendelee kukutumaini. Neema zako zikatoshe juu ya ujumbe, na Roho wako Mtakatifu akatuongoze ili tusikie na tuelewe, ukatufungue masikio yetu ya kiroho tuweze kusikia neno hili. Tuingie, tulielewe. Bwana majeshi, tumia mnenaji wa siku ya leo kipawa na neema za Roho Mtakatifu, ndiposa anapozungumza nasi Mwenyezi Mungu uwepo wako kwa pamoja nasi. Kwa Kristo Bwana tuomba na kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Karibu kwenye neno takatifu ambalo Mungu ameandaa kwa ajili ya wewe na mimi. Ningependa kumshukuru Mungu kwa kunipa nafasi hii nikakuwe mjumbe wenu siku ya leo. Najua sitasimama tu hapa kama mjumbe, lakini naenda kuwa kama chombo cha kupitisha neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Ningeshukuru sana usimamizi wa kanisa hii kwa kuona vema tukuje na tukue wa baraka katika hili kanisa. Najua Mungu anaenda kunena na nafsi yako, na Mungu anaenda kunena na sisi wote, na tunaenda kubarikiwa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Restoration. Kwa Kiingereza tunasema restoration. Kwa Kiswahili tunasema urejesho. Nitakupatia tu maana. Nitakufunza kidogo na nitakuhubiria. Restoration
when I hear the word restoration, one thing comes into my mind. Ya kwamba it is bringing something back to its original condition, purpose or glory. Ni kurudisha kitu katika hali yake mwanzoni, lengo na heshima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya kwamba tunataka kurudisha kitu katika hali iliyoko mwanzoni. Maybe hali hiyo imeweza kupinduka, hali hiyo imeweza kufeli, imeweza kubadilika kabisa. Sasa hivi hali ni tofauti, lakini tunataka kurudisha hali ile ya mwanzoni. Bwana Yesu asifiwe. Purpose, lengo lako katika maisha lilikuwa gani? Na sasa hivi in which grounds are you operating from? Ni wapi hapo lengo lako limekufikisha? Maybe lengo lako limeweza kupiga kona, ukasahau lengo lako la maisha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu anasema tunataka kurudi kwa ile lengo yako ya kwanza. Ile upendo yako ya kwanza ilienda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Then mwisho anasema glory, heshima yako ile ya mwanzoni, heshima uliyokuwa nayo katika kijiji, heshima uliyokuwa nayo katika kanisa, heshima uliyokuwa nayo katika familia yako, hiyo ndio Mungu anataka kurudisha. Bwana Yesu asifiwe. Maybe shetani ameichukua, ameenda nayo kidogo, lakini siku ya leo Mungu anasema nini? Ninarejesha. Bwana Yesu asifiwe. Ambia rafiki yako narejesha. Mwambie ninarejesha. Yote iliyoliwa na nzige narejesha. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema nini kuhusu urejesho? Ya kwanza inasema spiritual renewal. Sikiza. Spiritual renewal kwa Kiswahili. Ataanzisha upya ile roho iliyo ndani yako ya Kikristo. Ulikuwa mama mzuri kanisani, unaimba kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Ingekuwa ukipewa microphone unaomba hadi watu wanaokoka, ungepewa microphone unahubiri hadi watu wanaokoka, lakini ukaanza kurudi nyuma. Wewe baba ukarudi nyuma, wewe kijana ulikuwa ukishika hiyo trumpet watu wanaokoka, lakini kwa ajili ya 1, 2, 3 ukaamua kurudi nyuma. Mungu anasema I'm going to renew that thing, that spiritual fire that was burning in you, I'm going to revive it. Hallelujah. Mbio zako za uokovu Yesu anatamani kuianzisha tena siku ya leo. Ile sauti yako yenye ilikuwa inaokoa watu, Yesu anaenda kuianzisha tena, anaenda kuirejesha tena. Hakuna cha Mungu ambacho kinaweza kupotea. Bwana Yesu asifiwe. Number 2, Biblia inasema nini kuhusu urejesho? Healing and deliverance. Tell your neighbor healing and deliverance. Mwambie healing and deliverance. Ya kwamba nitaponya na nitakomboa. Bwana Yesu asifiwe. Nitaponya nini? Magonjwa yamezungukia kwangu, magonjwa yamenitesa, magonjwa ya kansa, magonjwa ya sukari, yote yamekuandama wewe. Bwana Yesu asifiwe. But Jesus Christ is telling us today that he is bringing what? Healing. Bwana Yesu asifiwe. Umeenda umetafuta madawa kwa watu tofauti. Kwako siku hizi inakaa kama chemist, kila aina madawa iko kwako, lakini bado hauwezi ukapona. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anatukukumbusha kwamba mimi nilileta urejesho katika maisha ya watu. I'm going to bring the new health in you. Bwana Yesu asifiwe. I'm going to restore you to your normal state. Hallelujah. Magonjwa gani haya yalimshinda Mungu? Alitembea vijijini akiponya kila mtu. Wale waliokufa aliweza kuamsha. Bwana Yesu asifiwe. Ni lipi hilo litaweza kumshinda katika maisha yako? Ni ile tu wakati tumeanza sasa kumdoubt, tumeanza kusema hapana, huyu Mungu hapana. Lakini nimeomba kila siku, mama yangu, dada yangu, ndugu yangu, baba yangu, nataka kukumbusha siku ya leo nikikwambia ya kwamba usichoke. Bwana Yesu asifiwe. Kama ulizidi kupiga magoti chini ukiomba, zidi kuomba. Huyu Mungu leo analeta urejesho. Bwana Yesu asifiwe. Deliverance, ukombozi. Ni nini hiyo imeweza kukufunga katika maisha yako? Vijana tumepotelea maybe kwenye simu. We are masturbating each time and every time and then. Bwana Yesu asifiwe. We are being confused
with these things of the world. Tumepotea katika mambo ya ulimwengu. Maybe ni chuki imetufunga, maybe ni wivu imeweza kutufunga, maybe ni uchawi imeweza kutufunga. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu anasema nini? Nitaleta urejesho, nitaweza kukukomboa. Bwana Yesu asifiwe. Ambia rafiki yako, Yesu atakomboa. Yesu atakomboa. Mwambie Yesu atakuponya. Bwana Yesu asifiwe. Apigie Yesu makofi wewe. Anasema namba 3. Biblia inatuambia ya kwamba you will receive back your lost blessings. Bwana Yesu asifiwe. Baraka zako zote zile ziliweza kupotea atarudisha. Bwana Yesu asifiwe. Baraka zinakuja tu, wewe mama kwako kwa mlango wako imekaribia hivi na zinapiga kona. Mtoto wako tu ndio amepata tikiti ya kwenda ng'ambo. Wanasema sijui watu wameanza kuuawa huko Russia, wanaenda kuuawa. Mtoto wako haizienda tena. Baraka zako nye Mungu alikuwa amekutengea, rafiki yako hawezi akachukua. Bwana Yesu asifiwe. If it was lost through death, God is going to bring it back. Hallelujah. Baraka zako kwa watoto wako walikuwa wanang'aa katika masomo, kama inataka kufanya wakaanza kurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaenda kufungua njia za kale. Your lost blessings will be returned back. Number 4, Biblia inatuambia nini? He is going to mend broken hearts, broken lives. Tazama maisha yako. Angalia maisha yako. Haendi sambamba na vile ulitarajia. Umeiacha njia ya msalaba. Umefuata msalaba wa kando, msalaba wa chuki, msalaba wa vita, msalaba wa kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yako yameanza kukatika, maisha yako yameanza kuvunjika. Lakini Yesu anatukumbusha siku ya leo ya kwamba atarudisha yote yale, maisha yako yote yale yaliyofanya nini? Yaliyovunjika. Bwana Yesu asifiwe. Mungu huyu wa urejesho, kulingana na maandiko tuliyosomewa, Joeli mlango wa 2 mstari wa 25. Joel chapter 2 verse 25. Joel chapter 2 verse 25. Hili ni neno la Mungu linashukia prophet wake Joel, akisema kwamba kwa miaka ile yote ambayo wana wa Israeli wamepoteza, naenda kuirejesha. Kwa miaka ile yote watoto wangu wameweza kuteseka, naenda kuirejesha. Mateso haya yalianzia wapi? Israeli waliwaambiwa na Mungu, fanya hii, hawakuwa wanafanya. The thing that brought the suffering to the Israelites was disobedience. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatuelekeza hivi, sisi tunaamua kuchukua njia yetu. Anatuambia fanya hii katika kanisa, wewe unachukua njia yako. Anasema tenda hili, wewe unachukua njia yako. Bwana Yesu asifiwe. Now when you become, the moment you become disobedient to God, mkono wake unaondoka katika maisha yako. Mkono wake uliondoka katika maisha ya wana wa Israeli. Wakakutana na njaa, wakakutana na maadui waliowapiga, wakawanyang'anya kila kitu. Vyote vyao viliweza kupotea. Bwana Yesu asifiwe. Maybe kupitia kwa disobedience yako, kwa kutotii kwako mhubiri, kwa kutotii rafiki yako, kwa kutotii huyo rafiki neighbor yako, jirani yako, wazazi wako. Bwana Yesu asifiwe. Yote yaliweza kuondolewa, lakini Mungu anatukumbusha siku ya leo akisema ya kwamba naenda kurejesha. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi nimeteseka kwa miaka ngapi, haijalishi ni miezi ngapi, lakini naenda kufanya nini? Kurejesha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. What is that thing that you lost for following the wrong
cross? What is that thing that you lost along the way? Backing up the wrong tree. Ni nini hiyo umeweza kuipoteza? Mungu anaenda kuirejesha. Urejesho kutoka kuteseka. Urejesho kutoka kwa kuteseka. Restoration from suffering. Bwana Yesu asifiwe. Now listen to me. Wana wa Israeli walikuwa kule Egypt. Walipitia mateso ya kila aina. Waliweza kunyanyaswa na yule master wao. They were under a very, very cruel Pharaoh. But when they began shouting, wakati walianza kulilia huyu Mungu, walipiga kelele, wakalia, kilio chao kiliweza kufikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na the moment kilio chao kilifikia Mungu, Mungu alituma mkombozi. Bwana Yesu asifiwe. The moment your shout, the moment your cries reaches to God, God is going to send a deliverer, and that was Moses. Bwana Yesu asifiwe. Moses akaingia akakomboa wana wa Israeli. Lakini ni nini hiyo? Lazima Moses angefight nayo. Identity. Bwana Yesu asifiwe. Identity. Wewe unataka kwenda kwa Kristo, lakini kuna kitu inakushikilia. Bwana Yesu asifiwe. Moses alilelewa Egypt, but kusema ukweli hapo Egyptian. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja Moses aliweza kupigana na Egyptian hadi akamuua. Bwana Yesu asifiwe. What is that thing? Ni kitu gani hiyo inataka kukurudisha nyuma? Kipigane nacho mpaka ukakiue siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Ukishakimaliza, Mungu anaenda kuleta urejesho katika maisha yako. Mzuri kanisani kabisa. Umevalia white, utasimama mbele ya watu. Lakini kuna kitu iko ndani yako inakurudisha nyuma. Leo lazima Mwegypti akufe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka waambie rafiki yako, the Egyptian must die. Ajasikia mwambie the Egyptian must die. And we must raise up the Hebrew identity. Ni kitu gani hicho kinakushikilia ndugu yangu? Wewe kanisani ni mzuri, lakini matendo yako kidogo yanasumbua. Bado Mwegypti yako ndani ya maisha yako. Na akiwa ndani ya maisha yako, ukombozi hautakuja. Ni kitu gani hicho kinaturudisha nyuma? What is that thing that is taking you back? God wants to operate with you in all the dimensions. Mungu anataka kutumikia katika kila hali. Ni nini hicho kinakurudisha nyuma? Mwegypti lazima atakufa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kumalizia ujumbe wangu kwa kusema hivi. Biblia tulisomewa Zaburi 30 verse 1 to 5. Psalms 30 1 to 5. Zaburi mlango ni wa 30, mstari ni wa kwanza hadi wa 5. Biblia inasema Zaburi mlango ni wa Zaburi mlango ni wa 30 mstari wa kwanza hadi wa 5. Biblia inasema nitakutukuza wewe, e Bwana, kwa kuwa umeniinua kutoka vilindi na kuwaacha adui zangu washangilie juu yangu. E Bwana Mungu wangu, nilikuita unisaidie, na wewe umeniponya. E Bwana, umenitoa kuzimu, umeniokoa nisishuke kwenye shimo la mauti. 4. Mwimbie Bwana enyi watakatifu wake, lisifuni jina lake takatifu, kwa maana hasira yake ni ya muda mfupi, bali upendo wake hudumu siku zote. Inawezekana kilio kiwepo usiku kucha, lakini asubuhi
kukawa na furaha. Mungu nabariki andiko. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Daudi, mfalme Daudi. Anaandika kitabu hiki akiwa amemkosea Mungu. Mungu aliambia Daudi, usihesabu watu. Do not do the census. But Daudi alienda akaanza kuhesabu watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuhesabu watu alionyesha Mungu vitu viwili. Ya kwamba this is my possession. Hawa ni watu wangu. Akisahau ya kwamba watu wote ni wa nani? Wa Mungu. Na ya pili, aliweza kuhesabu wale wanaume wangeweza kupigana katika vita. Haleluya. Alikuwa anajaribu kuambia Mungu ya kwamba mimi nategemea hao wanaume kwa kunishindia vita vya ulimwengu, but si Mungu. Mungu aliweza kukasirishwa. God was very angry. Na akaambia David, I'm going to do three things to you. Number one, ninaenda kuleta upanga ukawaangamize nyinyi wote. Ama nitaleta njaa iwaangamize nyinyi wote. Bwana Yesu asifiwe. Ama number 3, nitaweza kuleta maadui zenu wakaweze kuangamiza. Hallelujah. I will bring a sword to take you out. I will bring hunger, famine to wipe out all of you. Number 3, I will bring your enemies to perpetually torment you. Hallelujah. Lakini Daudi alipogundua amemkosea Mungu. Sasa hapa ndio nataka unipate vizuri. Alipogundua amemkosea Mungu, aliweza kuandika haya maneno. Na nenda kuangalia mlango wa 5. Unasema ya kwamba for his anger endures but for a moment. Bwana Yesu asifiwe. Inasema kwamba kumbe Mungu pia ukasirika, lakini hasira yake ni ya muda mchache. Mungu ukasirishwa na matendo yetu, lakini Biblia inatupa nguvu kwa kusema nini? Hasira yake ni ya muda kidogo. That weeping may endure for a night. Tutateseka usiku mzima, but asubuhi neema yake itatosha na hatutaweza kuteseka tena. Bwana Yesu asifiwe. Tumeteseka usiku kucha. Usiku means darkness. Na darkness, how can you be in darkness? Dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Nini inaweza kuelekeza kwenye giza? Dhambi. Ni dhambi hii gani imetufunga kwenye giza? Mungu anataka kutukomboa siku ya leo. Wanasema giza litaisha na kesho asubuhi tutapata mwangaza. Mwangaza ni leo hivi. Mungu amenituma nikakwambie mwangaza wako ni leo, ukasonge kwake, manake neema yake inatosha katika maisha yako. Hakuna magonjwa tena, hakuna vita tena, hakuna kukata tamaa, hakuna kukuwa na mawazo ya kutaka kujiua. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni watoto wanasumbua, kupitia kwa maombi yako watarudi kwenye laini. Kama ni karo imekosekana, Mungu anaenda kufungua njia. Kama ni moto yako ya kuomba ilikuwa imeisha, Mungu anaenda kurejesha. Kama ni wao kuhubiri ilikuwa imerudi nyuma, Mungu anaenda kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Maana mbona unataka kukata tamaa? Mzee, mbona unataka kukata tamaa? Vijana, mbona mnataka kukata tamaa? Remember that we are serving a practical God. Bwana Yesu asifiwe. Mbona mnataka kumdoubt sasa hivi? Wakati walikuwa chomboni, Yesu na wanafunzi wake, chombo haikuweza kuzama. Lakini mara ya pili wakati Yesu alikuwa anatembea kwa maji akiapproach chombo, watu walianza kuingiwa na hofu. Yesu akauliza, why do you fear? Ni mimi yule mwenye nilikuwa na wewe kwa hiyo moto ya kwanza. Sasa hivi mbona unataka kunidoubt? Why do you want to doubt me right now? Hallelujah. Mbona unataka kumshuku Mungu wakati huu? Mungu analeta urejesho katika maisha yako. Mungu anaenda kuturejesha kama mwendeli, na tunaenda kusimama kama kikao. Watu wanaenda kututamani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu gani hicho kinakushika wewe mama? Ni kitu gani hicho kinafanya Mungu asilete urejesho katika maisha yako? Tafakari moyoni mwako. Tafakari katika moyo wako. Ni kitu gani hicho kitapinga Mungu kutembea na wewe?
What will hinder Jesus to partner with you? Today we are going to raise his banner up. Tunataka tuonyeshe ya kwamba ni Mungu pekee tunategemea. Maanake kwa kutegemea kwake urejesho unaenda kukuja. Haleluya. Ningependa tusimame. Fikiria katika maisha yako. Worshipers kuja hapa. Tunaimba, wewe fikiria kuhusu maisha yako. Kiti cha rehema ki wazi. Anakukaribisha hapa. Akaanze maisha na wewe upya. Akalete urejesho katika maisha yako. Hasira yake ni ya usiku tu, lakini asubuhi anaenda kutukomboa. Haijalishi na miaka. Tumetembea kwa dhambi kwa miaka mingi. It does not matter. Mungu wangu uniongoze. Ulisema nafasi ni mzuri wewe hata waishindwa. He was never defeated. Asikupite siku ya leo. Kuja ukatafuta ukombozi, ukatafuta urejesho kwake mara tena. Mungu asikupite siku ya leo. Maybe amekupita mara mingi, but protect for your heart that he may pass you on today. Tell Mwokozi unifikirie Bwana unapozuru wengine. Usinipite Mwokozi, usinipite Mwokozi, unisikie Bwana unapozuru wengine. Mwenyezi Mungu na kumwambia usinipite, nimekuja kudai unirejeshe, nimekuja kudai unirejeshe, contract yangu iliyopotea nirejeshe, amani yangu iliyopotea nirejeshe, kazi yangu iliyopotea nirejeshe, furaha yangu iliyopotea nirejeshe. Kiti cha rehema kiko wazi. Kuna wengine hata waoni mauti, hawaoni Bwana
Roho Mtakatifu. Hata Roho alikuwa anawazungumzia, walikuwa wanatembea kwa Roho, walikuwa wanafanya kwa Roho, lakini saa hizi wamegeuka wao kwa kimwili. Mungu anasema njoo nikurejeshe, njoo nikurejeshe, njoo nikurejeshe. Anatuita njoo nikurejeshe, anatuita njoo nikurejeshe. Anasema njoo after restoration. Ninafanya ukombozi leo, sio siku nyingine. Ninafanya ukombozi leo. Hadi Bwana wajeshe kurejeshe. Labda ni amani, labda ni biashara, labda ni mapato, labda ni furaha, labda ni upendo, labda ni breakthrough. Leo nirejeshe. Hadi Bwana wajeshe. Tunaliinua jina lako mtakatifu. Asante kwa neno lako mchana wa leo. Baba, ni neno ambalo ni la upendo ulio mkuu, kwa sababu Jehova unatamani tukakurudie. Wewe ni Mungu wa urejesho. Asante Jehova kwa neno hili. Asante kwa neno hili Jehova. Tunakuja Baba, tunakukimbilia. Tushike na mkono wako wa wokovu. Tuinue jinsi vile ulimuinua Daudi. Tuinue Jehova. Tunakiri neno hili ya kwamba Baba utafanya maadui zetu wakafurahishwe juu yetu. Asante maana unatukomboa kutokana na uharibifu. Baba unatuokoa. Asante kwa urejesho huu. Asante kwa wapendwa hawa wamekukimbilia. Mfalme wa ajabu, wameweka mioyo yao mbele zako. Asante kwa kila ombi ambalo wako nalo, maana wewe ni Mungu ambaye unajua yote. Wewe ni Mungu ambaye unaona yote. Baba, watembelee Bwana, wakaone mkono wako ukiwapigania, wakaone ukombozi wako Jehova, wakatoe ushuhuda ya kwamba ingawa kunaweza kuwa na kilio usiku, bali furaha huja asubuhi. Baba, waonekanie. Asante maana ushindi ndio sehemu yao. Asante maana wokovu ndio sehemu yao. Asante maana Baba unawarejeshea kile ambacho Bwana mfike wamekula, unawarejeshea. Asante Bwana. Asante, kama kanisa tunakushukuru, maana ni wakati wa urejesho. Baba, tunaomba ukaturejeshe furaha ya utumishi. Tunaomba ukaturejeshe furaha ya amani. Turejeshe Jehova kuabudu kulio kwa kweli. Asante kwa kila mmoja ambaye anahitanishwa na madhabahu haya. Baba, utazidi kutuonekania. Tupe hekima tukakutumikie, sio jinsi tupendavyo, bali kulingana na vile unapenda. Asante Bwana kwa ajili ya ibada ya siku hii. Utazidi kubariki wapendwa hawa Baba, jinsi wamesimama mahali hapa kwa ajili ya kukutumikia. Tunawanenea baraka zako. Tazama watakuwa wakiondoka, Jehova ukawanemeshe safarini. Tunakiri damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yao. Baba, utakuwa mtetezi. Kutana na haja za mioyo yao Bwana. Tunakiri kwamba ukawapeleke viwango vingine, ukawatende mema kulingana na mapenzi yako. Asante kwa neno lako Bwana. Kwa hakika Baba, asante maana kuna mmoja aliingia akiwa hana raha moyoni mwake. Asante kwa urejesho wa raha. Kuna yule ambaye Bwana aliingia akiwa mdhaifu. Asante kwa urejesho wa nguvu. Asante Jehova kwa urejesho wa amani. Asante kwa urejesho wa mwelekeo. Asante kwa urejesho Jehova.
Asante Bwana, unastahili kuabudiwa, hakuna aliye kama wewe. Baba, tunazidi tukujiweka kwako kama wanafunzi wako, zidi kutufundisha. Uinuliwe mtakatifu. Asante kwa ibada hii. Tunakuja nira za mwovu shetani juu ya maisha yetu, ambaye huja kuiba, kuua na kuharibu. Kuna yule ambaye ameibiwa malengo, maono. Baba, siku ya leo nakushukuru maana unarejesha. Asante Bwana, asante Bwana. Pokea sifa na utukufu. Umeinuliwa juu ya majina yote. Wewe ndiwe Mungu wetu, wewe ndiwe msaada wetu. Umeahidi kutushika na mkono wako wa haki. Asante maana unapotupokea na kutufanya upya, kwa hakika Jehova unatulinda. Asante Bwana, uinuliwe, upewe sifa. Hakuna aliye kama wewe. Wote waliokuja kwenye kiti cha rehema, Baba, wakaondoke wakiwa wamepokea baraka yao na ombi lao. Tumeomba haya tukiamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nasikia wito na sauti yake, anasema njoo kwangu nikurejeshe. Asante. Wenyeji nasikia wanajua jinsi wanatoa yao. Wale walikuwa wanacheza band, tafadhali toeni sadaka zenu. Nafasi ni yenu. Tafadhali. Wachezaji